Twende Mwanzo sura ya kwanza. Kuna kitu nataka nikifafanue. Kuna mtu mmoja amechafua hali ya hewa, anasema swala kufunga ndoa makanisani ni la kipagani. Ngoja tukupe maandiko uone ndoa ya kwanza ilifungwa wapi. Twende Mwanzo sura ya kwanza. Sura ile ya kwanza mstari wa 26 mpaka ile 28. Biblia inasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambahacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mstari wa 28. Angalia hapo ndoa, unataka kukwapua. Biblia inasema Mungu akawabarikia. Adam na Hawa hawakuvamiana. Bwana alipokwisha kuwaumba akawabarikia. Leo tunapomuona kijana wa kiume na kijana wa kike wanakuja madhabahuni, wanachokitafuta ni baraka za Mungu ambazo zimeruhusiwa sisi makuhani kuziachilia kwenye lango linaloitwa ndoa. Ukienda kitabu cha Hesabu 6 mstari wa 22 wa 27, Bwana anasema hivi ndivyo mtakavyowekeza baraka zangu juu ya uzao wa Israeli, baraka zangu juu ya watu wangu. Haya maneno anaambiwa Aroni aweke baraka kwa watu, na Biblia inasema haikanushiki, mkubwa ndiye anayembariki mdogo. Kwa Mungu ameweka mchungaji mbele yako. Kazi mojawapo ya uchungaji ni kuachilia baraka kwa watu. Kwa mojawapo baraka tunayoiachilia ni hii baraka ya Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27. Bwana akamwambia Adam njoo, na Hawa njoo, akawabarikia. Swali hili niliulizwa mwaka 91 wakati nimeokoka. Wakati nimeokoka, mtu mmoja akaniuliza, nyinyi mnadanganya kwamba watu wafunge ndoa, nionyeshe ndoa ya kwanza ilifungwa wapi? Mungu akanifundisha, mpeleke Mwanzo 1:28. Hii ni ndoa. Bwana akawabarikia Adam na Hawa. Mungu akawaambia, sasa nimeshawabariki, zaeni. Hawaanzi kuzaa. Kwamba dado namuona kaka fulani unasema nimempenda, alafu mnachukua na mnaenda kuzaa. Huo ni utapeli. Itokee bahati mbaya, lakini sio fundisho. Kwa mtu anaposimama akaporuti akafundisha ujinga, ni lazima ujinga uondolewe kama ulivyoingia. Andiko huwa andiko huisha. Kwa hiyo hapa tunaona Mungu anawabarikia Hawa, anawaambia sasa nenda mkazae. Wewe unazaaje bila ndoa? Kwa baraka ilitamkwa, ni Mungu anafungisha ndoa hapa. Anatamka baraka yao. Lakini nenda Marko sura ya 10, Yesu anasemaje kuhusu ndoa? Twende Marko sura ya 10. Hizi ni siku za mwisho bwana. Puzi ni mwingi sana. Mwingine tumemsikia anasema mchungaji akutongozwa simkatae. Ala. Tunaenda kanisani kutongozwa? Pumbavu kabisa. Hizi ni siku za mwisho na watu wanashangilia. Marko 10 mstari wa 6. Lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu aliwafanya mme na mke. Kwa sababu hiyo mtu atamuacha babaye na mamaye, ataambatana mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa sio wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganisha. Sasa mtu anaunganishwa lini? Gesti. Biblia inasema alichokiunganisha Mungu. Kwa hiyo kijana anapokuja madhabahuni na dada, kazi moja wapo ya mchungaji wa kiroho ni kuunganisha. Tunatamka baraka, tunawaunganisha. Katoka kwao na huyu katoka kwao, wanakutana kwenye madhabahu, wanaunganishwa. Leo nasema kufunga ndoa ni upagani. Nonsense. Kwa Bwana anaunganisha. Kwa ukijiunganisha wewe na dada, mmependana, mkajiunganisha kimsitu, nyinyi ni wazinzi. Kwa kuna machungaji wengine, kuna Hama nabii na mitume wengine ni wazinzi tu. Ana mke wa pili, ana mke wa tatu. Kwani asifundishe portion? Kama mtu anaweza kaacha mke wa ndoa akaoa mke mwingine na akasema haleluya kanisani, unaweza kaelewa shida ipo. Kasome Injili ya Marko sura ya 10. Mabingwa hawa wanaenda kwa Yesu, wanamuuliza ni halali kutoa talaka? Yesu alikubali. Anasema Musa aliwaruhusu mtoe talaka kwa sababu ya upagani wenu.
Kwa yoyote anayetoa talaka kwa mke wake, yoyote anayetoa talaka kwa mume wake, Biblia inasema ni mpagani. Tusisaidie Biblia kuilisha maneno. Kanisa ni takatifu. Kanisa ni la Yesu, sio la mtume, wala sio la nabii, wala sio la mchungaji, wala la mtu yoyote. Kanisa ni mali ya Mungu. Naye anasema mtakuwa watakatifu kama mimi Mungu nilivyo mtakatifu. Mambo ya Walawi 20 mstari 26. Upuuzi unatoka wapi? Sasa mtu anaweza kana nataka kuongeza mke, akapita kwa Yakobo, alikuwa na wake wawili, na akachukua wa pili akaongeza. Kwani umekuwa Yakobo wewe? Yesu anasema tangu mwanzo Mungu aliumba mme na mke, hakuumba mme kwa wake. Kama mtu ana wake wengi, atajibu kwa Mungu aliambiwa nani awe wake wengi. Lakini kwa Ukristo mke ni mmoja, mme mmoja, tumemaliza. Mengine ya hapo ni kamenga. Kwa nayasema haya kwa sababu tukinyamaza mawe yatapiga kelele. Kwa wanangu, hizi ni siku za mwisho. Mtayasikia mafundisho ya uongo. Manabii wengi wa uongo wametokea. Na Biblia inasema Kumbukumbu la Torati sura ile ya 13 mstari wa 1 hadi wa 13, akizuka nabii au muotaji wa ndoto akakutolea ishara, ishara ikatukia, atakapokuambia njoo tumwabudu Mungu mwingine usiyemjua, kataa. Kwa ukienda huyu anaweza akawa na ishara haya, anakutapisha nywele na kadhalika. Kama mtu anaweza kukwambia uende na nywele kanisani, uende na mate kanisani ayaombee, unaweza kujua kwamba huyu ni mganga wa kienyeji, yuko madhabahuni. Wanahitaji hata kuuliza. Lakini wajinga ndio waliwao, waaguzi ndio waliwao, wanakimbia kwenda kuagua Wakristo. Tusipotezwe na idadi ya watu. Waitwao ni wengi, wateule ni wachache. Kwa unaweza kaenda kwenye congregation limefurika, watu wamejaa. Ufalme wa mbinguni hauko hivyo. Hata baa zinajaa, mikesha haina watu. Katika nchi nzima ya Sodoma na Gomora waliokoka watu wangapi? 8. Kwa hatutishwi na idadi ya watu, tunatishwa na idadi ya wateule. Dada, mama, baba, kuwa mteule twende mbinguni. Sema amina kwa jina la Yesu. Uwe mteule, usianzia dini.